bakurawa bakogera ebarai bakore mibe bagera barai momana bagera barai batokonya bagera barai bakore kibatali bunta bakora kama wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kufika Mount Horeb. Musa akienda kuchukua amri kumi za Mwenyezi Mungu, alirudi akapata ya kuwa wameambia Aaron amewatengenezea kandama na wanaendelea kuzunguka wakiimba. Alinde ekara kwenda bakangora ndaba nyakatera bako nakatenga bako etanana bako chigocha bakanyora Aaron ni obana wasaidia kamoni nikiaro ni atumiende kwa wasia kamoni ebintu ne cyangere igakera kune kini tumukwane ndaba tubaguye cyabera mwimini serious maki ebintu abantu ne cyangere na biki atumiende kwa wasia kanyasaye bali ariko sasima unabona namanya koledo tigati na kuingi abakungu bakati kinakirezi abakungu bakatwara kiyali naende tiko paka naba mura mbabwate na abaiseke aba mana abaiseke ekiangere kama kuya na saro walikwenda kwa Aaron walimwambia ya kwamba atuchui mahali Musa alienda. Sasa tumechoka, sasa tunataka ututengeneze kandama ili tukaabudu kama Mwenyezi Mungu aliyetutoa Misri. Sasa Kilioko Aaron akawaambia, ambieni wake zenu wasichana na wavulana watoe hizo vitu zote zenye wamefanya. Ndano ni akabatebya musi bintu mwija birite ebintu bitawasiwa bikanemoni yabachaka busasimu ani nasana wa mayete maina arabara bako na gukora aina arabara bako na busasima kama yako ekagara naina kana kolinka saba likuweka saba bani ngabanta bako sasima ndo mweka nibe arazimu na Aroni wainyolema mweka niye te konyara bokwana anyakora kama umuntu te konyara koyana chimiyoro nebwate te konyara koiwa amatonaro amana inga yale Isaiah Isaiah 46 verse 5 6 7 Isaiah nani atasoma? Naomba Mungu athibitishe kwa kusoma. Ni mwana nyane konde ngania. Ng'ombe kunere. Ni mwana nyane kongwekania. Tongweka nere. Mungu. Manya kereke umama dara ongenyete. Okay. Abantu nibo bakumura kitabu korwa sembe kuko yabo. Abantu nibo bakumura kitabu korwa sembe kuko yabo. Na korenga kiveta. Nekerengero. Nekerengero. Elio bakera omotuli kwetabu nere oyoro isiaba. Oyoro isiaba. Yale Nyasaye. Abantu abo basoma bagosimu Nyasaye enyo. Baye sasima elio baye mokia baye leka samale kabo baye mulia baye tereka saye yabera roro kunyara botigera kwa sawo modernize kolera senya saye lia erate kunyara bomoiwa wasoko motoya kwa sema changa yaje ekiagara ba Israeli abate abantima induma na rodia moto seria kanyasaye iga induna kutuna sasime nani na kutuna tena ka tomusirimisi na kiyo kwa Isaiah wote abama akanyasaya kama to kama maisu ngato kama ate muyoro lakini ngakaya ngato kama ate mato ngakongo nganaende na gatoka na kukago sasimwa kende kiyo tara kwa wa Israeli yaba anena yama maana yamo toka Psalms 135 Psalms 135 verse 15 to 18 Psalms in Zaburi Psalms 135
kaya bagone wasoma ebe mwaka ni gosasi munaba ndobe musaku nigero sirikuru wasikifeka n'ikitabu nigere mbere moyaka mokamwanya abantu nigemwatemenwa kurende turi kwana nemwata maiso kurende turi korora nemwata mato kurende turi koywa bose nemwati moikamwa kwayana abaronsi mweka neyo nigomanga munero naboyengo abo bose bayegendete ngaiga Israeli nigomanga mweka ino mweka noyo bana washaratiyo ekiagara bengine tena na roga nganya yani walikuwa wanafanana kama huu mfano ule walitengenezewa maana walikuwa wanaamini ya kuwa huu mfano ndio uliwaagiza kutoka Misri kuja Kanaani. Ndio maana Biblia inasema ya kuwa iko na masikio lakini haitasikia, haitakusaidia, haitakuokoa. Iko na mdomo lakini Yesu mwana nini? Yesu ongea. Wangita kama ebi ndo milele chamere nikagera haro ya makolebu wana kitambo soma Biblia matera wa 27:15 Deuteronomy ingia matera ya sana matera sana Israeli ya mwana Musa asimbenya sai 27:15 Deuteronomy kora abo mwe kanoma achire waso yobwe byoma binyite toire na komombwa yeye mbele mwangu anansio mwae okuno akonekya somo nene abantu bonse bayiramerie bate abamena omuntu akoranse iwo maaroni ayereliwe ekyagala azakyo mwekana ng'abantu bonse bate abamena lakini lingane likonga sakuna neno moja ambalo linanishtua sana katika historia ya wana wa Israeli wakiwa Mount Horeb. Yaani Mungu anasema ya kuwa yeye ataua wale watu ambao walifanya Haruni akatenda dhambi. Nyasama terangera bona. Aroni na arasiki mweka. Lakini kitango itaba ndo bali bagera na kore mbe Exodus 32 verse 35. Nani anasoma huko? Exodus Razi ko senare akabere ko mo jagan dera anen ko na kori gitoni para yendra pati ke ana mambo okay 32 Amanena kabaye susuro ekiagera bagerete Haruni akakore mbe yumiwe Haruni akoreta akarawashia kabori bara koraki omanyete naye mimi na wewe twaiwe susuro ekiagera twale ndagara ibakori mbe walitenda dhambi hili kwa sahihi tunaangalia makambi kuna baadhi ya watu ambao hawatahudhuria makambi watasubiri mpaka siku ya Sabato wakuje waseme ya kuwa unajua tulikuwa hapa na pale unajua because of the circumstances that is why I was not available. Alafu sasa kiongozi akiongea kwa sauti wao ndio wa kwanza kumulika ya kuwa mbona anapiga sauti, mbona anapiga kelele, mbona sasa ni kama lazima akuombanishe maana yeye ni kiongozi. Otherwise wana wa Israeli walifanya Moses akatenda dhambi. Alitenda dhambi gani? Alileta amri 10 za Mwenyezi Mungu akasipasua. Hivi Musa kama jiko. Nekeraji kwa mararo ni orosi nyego. Nonyana marai. Yuko bangu kama jiko ya manane. Ekeroba nyari na yutuli kuma yuwera. Nani bangu kama jiko ya manane. Wana naomba kusoma Leviticus. Tujue ya kuwa ikiwa ni wakati wa makambi, Mungu ametuamulia tufanye nini? Siku ya makambi, siku 7 imelinganishwa na siku gani? Ikiwa wewe haujajua kutunza Sabato na hata siku ya makambi utaenda kazini. Utaenda kuuza kwanza ndio ukuje makambi, maana hujui kutunza Sabato. Na ikiwa wewe haujui kutunza Sabato, it means you are not going to heaven, because heaven tutakuwa na Sabato mwezi mpaka mwezi mwingine. Sabato hata Sabato watu watakuja kuniabudu.
Ayo moto to ma di kore sabato nsa. Aya to liko chihoro. Kiangala ihoro sabato ne karo. Ngaya mangana ya kutoka Isaiah 66 verse 23 to verse 22 to 23. Tuwaje kwa wani sabato ma kwa mane koja. Ngaya na tuwe kami kwa mane koja. Tuwaje kwa to bali tuwaje sabato kwa sibichianga aya na tuwe kami kwa sibichianga. Aya ngopara ngende biasa kara kwara ngende biva ngi ndoja kwani nonyera nakuye kanu ayonge ndoya tibi tuja konya na utashutia harusi bila pasta utaleta lakini hautauza na nitauza vingine ndio maana ukisoma hapa Mungu mmoja mstari wa 5 Biblia inasema ya kuwa nitatenda jambo moja ambalo hata binadamu akiambiwa hawezi kuamini ya kuwa ni Mungu ametenda. Ojina wakarali ngani alima sense kerese kuliteliwa yeye ngana mwana nokora. Hiyo basi ikiwa unataka ujione, ikiwa unataka kuexperience wakati wa makambi, enda kazi zako usikuje hapa. Na utashuhudia na utasema, utatoa ushuhuda ya kuwa kumbe neno la Mungu halitapita. Kumbe neno ambalo limeandikwa kwa Biblia lazima litimizwe. Maana ukisoma Leviticus, Deuteronomy and Numbers, Biblia inasema ya kuwa amri 10 za Mwenyezi Mungu, Mungu aliandika kwa kidole chake. Ya maana watu wengine tunasema ya kuwa amri 10 za Musa zilitupiliwa mbali. Kwani ilitupiliwa mbali ilikuwa kesi ya ICU. Alafu ikatupiliwa mbali. Ilikuwa kesi ya amani, ikatupiliwa mbali. Ikiwa unataka kujua ya kuwa neno la Mungu, amri 10 za Mwenyezi Mungu ziliandikwa na Mwenyezi Mungu, soma Exodus 32 verse 1. Soma Deuteronomy 9 verse 9 and 10. Utakuja kugundua ya kuwa kumbe amri 10 za Mwenyezi Mungu ziliandikwa na yeye mwenyewe. Musa alienda mlimani kuchukua amri, tayari zilikuwa zimeandikwa. Iwaje wakati kwa manyanga majingo maneno ikome ibali hizo tunakia soma Biblia unaona. Ya maana Waswahili wanasema soma Biblia tupate maarifa. Ikiwa hatutasoma hatutakuwa na maarifa. Hiyo basi naomba tusome Leviticus. Tusome Leviticus 21 verse 33. Leviticus 21 verse 33 mpaka 38. Na ndio maneno akatembea Musa batebya Waisraeli. Ni tukoje kwa maana katano ndio kienyi oyomo okatano na kamere na hiyo ni tukoje nene ndio chaka ama tukama nene ase ama nene ama tukeni mtu agenderere asebekia matukatano na abere ase ni tukoje ni tama ni kimo akone mbere onsi yakira hii tuko kwani nini kama abe nombo sangire kana kwa kana niwe asongo sasima the first day which is on Monday igeko bali tuko yongo sangire kana o hata na niwe. Okay, verse 36. Kila kitu kasema ki yama tukatana nabe na moda moku mwera ama naneke mwazo kiongo sahangwa momo. Asa ni tuko ya watano naga tatu mwada nomo sangire kana hata nuwa songo sasima. Mwera mananeke mwazo kiongo sahangwa momo. Oyo nomo sangire kana winge chia nene mwa hata nuwa songo sasima. Tiwa kwa emere moya ino ya kila hii tuko. Verse 37. Ayanao abatuga manene asoma nene. Moyaralie mobe nomo zagireka no hatarendiwe asumo sasima. Toyaralie tuyatangaze. Tupeleke injili maana sisi ni wapelelezi. Tujukue wengine, tuambie tuende kwa makambi maana ni siku takatifu, siku ya kusanyiko takatifu ya Mwenyezi Mungu. Yuko verse 38.
ama tukaya ama nene nigamentiwe asechisaba chiane chia botambe na enda mentiwe asebyewe byeino na ase ebiwazo byechihira mwayete na ebyogwanja moko mwera omonene. Hizi siku 7 zimeongezwa kwa siku takatifu, siku ya Sabato. Ingapa tukaya ametuwazisa wakati manyete. Ihomo kwenye Sabato. Kwa ngende sabali. Mwana matumizi kandoka ngende sabali ekiagera kuangalia. Kendo kile kwa ni tukulie sabato kama ya roja. Pole asama tukaya tana lakini ukumbuke ya kwamba siku takatifu, siku ya kusanyiko takatifu, ukisoma Leviticus mambo ya Walawi 23 mstari wa 3, Biblia inasema ya kuwa siku ya Sabato ni siku ya 7. Siku iliyotakaswa imehifadhiwa, ni siku ya kusanyiko takatifu. Lakini wale tu wajisiri kuliko msangelekano. Iwakolera buo kwa adara kali kwa mnalitegiriga injemana ndio ndaiwete. Aye. Ditukeli yobali abele tu sana yomo sangelekano bomoja kwa sazi boro. Sana. Lakini kama ndio ndio sana. Ikiwa hiyo siku ndio utaenda kuona mgonjwa uko Tabata, wewe aenda muone. Na ikiwa unapendelea hiyo hata siku ya makambi fanya hivi. Maana hujasoma Isaiah 58:13 na 14. Ikiwa hujasoma wewe tenda kulingana na mapenzi yako na Mungu atatenda kulingana na mapenzi yake na utashuhudia harusi bila pesa. Hivyo ama tukaya hata na wewe alikiwe sembo tumoja somo sangere tano ama tukaya no ara sikira kiritu aliete to wateroma anonsi asomo sangere kanora ale na ndio ndio kolera. Hapo kwa somo sangerekana. Na waziri ikiwa miaka imepita imeenda na hujawahi kuhudhuria makambi vile yanavyotakikana, mwaka huu ujaribu uwezavyo uone ya kuwa umehudhuria makambi na utaona mafanikio ambayo haujaiona katika maisha yako. Ndio maana ikiwa hujahudhuria, haujasoma Matthew 19:29, Biblia inasema ya kuwa wale wataacha mashamba, waache wazazi, waache watoto, waache kila kitu kwa ajili ya neno langu, watabarikiwa mara 100 na uzima wa milele wataupata. Hiyo basi ukiwa katika shamba la Bwana ni baraka ni mara 100. 29:19 Matthew. Haya maneno yanapatikana huko. 19:29. Yeye ni anaenda toka singe tenge. Yeye toka. Yeye kama mahali. Uliozo. Ayo, ndio ndio kwa sababu Ibrahim ndio ndio ama na kwa unakuwa kiungo mkutano wa mwili wao Elimai wao ya tanga ni kambi elinde mwili wao ourselves elinde tomanya na mikikero waje kwa Nyasaye ade no ya kwa Mungu kura kwa mtu kwa ya wote kambi Nyasaye wao meti mataroji ekiana ngwa na wasomera kwa Mungu yake yuna matuko yake kambi igamba ndiwe asijiza watajia manene ndio maana unaposoma katika kitabu ya Acts 17:3 Biblia inasema kijilicho kutamanya Nyasaye gao meti mataroji kuna kwa tamanya gao meti mataroji wana kora ndia watu wa kirasi ama maana ya chire na kia kwa kia lilinga ki atuma igira eto kora ngeranye tote abanye tochi chikuri ngana yo monene hiyo basi itakuwa juu yako na juu yangu wakati tutahudhuria makambi. Ninaweka hayo maneno kwa wakati unaofaa, maana tutaingia kwa makambi. Na ndio maana tutakuwa na kusanyiko la revival ili tuweze kumbaya ourselves before we enter to our camp meetings. Wana maneno yako kwa elinde tola watu wa utulivu.
mtu akapali tu ajako musangerekano ngantu nyotikende nganoni twale soma iko tu akumu sawa na asimuku manane mama eta akokonya lakini tukumina andiko ngelingani na asimuku mbora kali yangu ndora mjama kwa saa wana manane nyamere elinja kora ya ndoro ya ama manana asomire inyame kasemi korwa manana sisemi biya mana soma tayari